Bwana Yesu asifiwe. Unakaribishwa mpendwa kusikiliza habari zake Yesu Kristo kupitia Wokovu TV. Wokovu TV itakupeperushia taarifa zake Yesu Kristo na ujio wake. Na hii imefunguliwa kwa sababu ya uamsho wa siku za mwisho, injili ya siku za mwisho. Ili wewe mpendwa upate kusikia habari zake Yesu na upate kuchukua hatua na uokoke ili umkaribie Yesu katika maisha yako. Wokovu TV ni kifaa cha wote wanaohitaji kwenda mbinguni, na jina la Bwana libarikiwe. Asante sana mpendwa unayekwenda kunisikiliza muda huu. Majira haya basi tutaenda kuomba ili Mungu wa mbinguni atufungulie kibali cha kwenda kusikiliza neno lake takatifu katika siku ya leo. Basi acha tuombe kibali machoni pake. Baba, bariki neno lako katika jina lako Yesu, mwamba wetu. Wewe ni Mungu mweza wa yote usiyeshindwa. Bariki neno lako ili bariki atakayekwenda kusikia. Bariki wote Yesu Kristo. Bariki hata chombo chako hichi cha Wokovu TV, ili kinapomfikia mtu yoyote ili apate kuokoka na apate kujua ya kwamba wewe upo na upo njiani unakuja. Neno lako lisambae duniani kote kama upendavyo Bwana. Katika jina la Yesu Kristo ipataye majina yote. Amina. Asante sana mpendwa. Huyu anayeongea hapa ni mwinjilisti Andoi, wengi wananiita Kiza. So niko hapa kwa kuweza kukupeperushia mahubiri mbalimbali na injili yake Yesu Kristo ziweze kukufikia, maana hizi ni nyakati za mwisho. Asante, Mungu awabariki. Karibu kwa kusikia neno la Mungu wetu. Amina. Asante sana mpendwa katika Kristo. Basi tukishaweza kuomba hayo maneno, tutaenda kusoma katika kitabu cha Luka mtakatifu sura yake ya 19 mstari wake wa kwanza, tupate kusikia taarifa za Zakayo, jinsi gani alivyompokea Yesu na Zakayo alikuwa ni mtu wa namna gani. Basi tasoma katika kitabu katika jina la Yesu. Kama una kitabu chako hapo pia unaweza kufuatilia, unaweza kusoma ili tuwe sambamba. Moja inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. 2, tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. 3, huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. 4, akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. 5, na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. 6, akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. 7, tazama watu walipoona walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. 8, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimewanyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. 9, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. 10 na mwisho, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amina. Asante sana. Tumeona jinsi gani Zakayo alivyofanya. Katika maandiko haya tutajifunza neno moja, tuweze kusikia jinsi gani Zakayo alikuwa. Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo, na alianza kusikia taarifa za Yesu Kristo, na umati wa watu ulikuwa pamoja naye. Yesu Kristo alikuwa anaelekea Yeriko, akapita katikati, alikuwa anaenda ngambo huko. Sasa Zakayo akasikia habari zake Yesu. Tazama, yeye alikuwa ni mfupi wa kimo, lakini
aliona kwamba nisiishie hapa kusikia huyu Yesu. Huyu Yesu ni mtu wa namna gani? Basi akafanya jitihada yake yote, akapanda katika ule mti wa mkuyu, akafanya mbinu zake zote, kaenda kupanda kwenye mti ambao unaitwa mkuyu. Alivyopanda kule katika ule mti wa mkuyu, akaweza kumtazama Yesu, kwa sababu alijua kwamba Yesu Kristo akipita pale atamuona vizuri sana. Maana alijua tu hivi ambavyo umati wa watu unavyopita hapa, Yesu Kristo atapita katika njia. Basi acha nipande kwenye huu mkuyu. Alikutaniwa anapanda katika ule mti. Yesu Kristo sasa alivyofika tu mahali pale tupa, Yesu akwambia kwamba simama hapa, au au Zakayo akumwambia kwamba Yesu niko hapa. Yesu Kristo alijua ndani mwake kwamba Zakayo anamtafuta, anatamani amuone, anatamani amjue, anatamani ampokee. Alivyofika mahali pale, akasimama, akatazama juu, kama neno linavyosema. Ndio maana 5 yake kagusia hivi: na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi. Tushikilie kwanza neno hilo, shuka upesi. Mungu alisimama, Yesu Kristo mwenyewe alisimama pale pale, akamwambia Zakayo, na akataja jina lake, Zakayo. Yesu Kristo, je, aliwahi kukutana na Zakayo zamani? Ni jambo la kujiulizia. Je, alimjua jina lake vipi? Ni jambo la kujiulizia. Tujua kwamba Yesu Kristo anakujua wewe ndugu yangu, ananijua mimi kwa jina langu, anakujua. Na mtu yoyote akiwa anamtafuta Yesu, lazima Yesu asimame na amuite kwa jina lake, na atakujibu na utasema na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili litatufunza vizuri zaidi. Najua kwamba utanielewa mpendwa. Yesu aliposimama pale, akamuita, akamwambia kwamba shuka upesi. Shikilia neno hilo, shuka upesi. Yesu Kristo akasema shuka upesi. Zakayo pale pale alivyoona Yesu Kristo amemuita na akataja jina lake, akashuka. Tazama jinsi gani Biblia ilivyoweza kutuambia mtu huyu alikuwa ni mkubwa wa watoza ushuru. Yeye alikuwa ni tajiri, alikuwa na mali zote, na alikuwa na nyang'anyana mali. Alikuwa ni mkali kweli kweli, alikuwa ni mtu wa kiburi kweli kweli. Alikuwa anapiga watu ovyo, ili wasiotoa pesa hivyo alikuwa anawapiga ovyo. Tax, alikuwa ni taxman, yani mkuu wa tax, yani mkuu kabisa wa taxman. Unaona? Huyo alikuwa anafanya hiyo kazi ya kuweza kufanyeje, ya kuweza kuwanyang'anya watu pesa zake. Lakini Yesu alivyosikia ndani mwake, alitamani kumuona, na Yesu Kristo akamuonekania. Basi akashuka, akamwambia sura ya 6 akamwambia kwamba akasema shuka upesi, kwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu Kristo akamwambia Zakayo pale pale. Hakuishia tu kwamba shuka tu pesi, bali akamwambia imenipasa nishinde nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akamwambia Zakayo, napaswa nishinde nyumbani mwako leo. Zakayo akasema basi Bwana, tuende. Zakayo akaanza safari ya kumuonesha Bwana nyumbani kwake. Zakayo akaenda na yeye mpaka nyumbani kwake. 6 ikatuambia kwamba akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. 7, hata watu walipoona wakanungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama, Yesu Kristo hakuingia kwa mtu mwenye dhambi, bali aliingia kwa mtu ambaye alitaka kumuona yeye amefanyeje, amemhitaji. Tazama, Yesu Kristo alikuja kukuokoa wewe ambaye bado uko kwenye dhambi. Basi umesikia kwamba Yesu Kristo anapita, au watu wengi wanamtaja Yesu Kristo kwenye mitandao watu, lakini wewe unafanya kuwa moyo mgumu, bado haujamjua, bado haujamtafuta, kwa kuwa una kiburi cha pesa ulizokuwa nazo, una kiburi cha uzima ulichokuwa nacho, kiburi cha uzuri ambao uko nao wewe, mzuri wa sura, mzuri wa umbo wewe. Basi ujue kwamba haujashuka. Hata kama unaingia kanisani,
bado haujashuka kwenye mkuyu. Mkuyu ni kitu ambacho kinachojiinua, kama vile uzuri wa kimo, uzuri wako wewe unaojiona wa pesa zako. Huo ni mkuyu. Yesu Kristo anakuita ukashuke katika huo mti wa mkuyu. Yesu Kristo anakuita ukashuke katika huo mti wa mkuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa jinsi gani alivyoweza kufanya. Akaingia mpaka mwake, lakini watu wakanungunika, wakasema kwamba Yesu ameingia kwa mtu mtenda dhambi. Lakini Yesu Kristo alikuja kutafuta kile chochote kilichoweza kupotea. Na aliyekuwa na mhitaji Yesu Kristo ndiye aliyemuona. Yesu Kristo hakuokoa wala hakusababisha mtu yoyote eti aokoke. Wewe mpendwa, ukiwa na uhitaji wa kumpokea Yesu Kristo, basi amua ni leo, kama jinsi alivyoamua Zakayo. Zakayo aliamua kumuona Yesu, na alimuona kweli, na alijawa na furaha ambayo yeye hajawahi kuipata. Zile furaha za pesa zake alizokuwa nazo, hakuwa hajapata ile furaha ambayo aliweza kuipata. Na Bwana Yesu alivyomwambia kwamba nitaingia nyumbani mwako, alifanya sana mabadiliko makubwa sana. Alivyoingia tu nyumbani mwake tu, Yesu Kristo kuingia tu nyumbani mwake, Zakayo pale pale akaanza kufanya mabadiliko. Pale pale akaanza kufanya mabadiliko. Mabadiliko gani ambayo alifanya? Basi tutaenda kusoma yake 19, sura ya 19 mstari wake wa 8. Nane yake inasema kwamba Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Akaanza kusema yani kumbe hapo tunajifunza kwamba Zakayo kipindi alivyomkaribisha Yesu ndani mwake, alianza kufanya nini? Mabadiliko ndani mwake. Na Yesu Kristo lazima akiingia nyumbani mwako, lazima ufanye mabadiliko ndugu. Uache makorokoro yote, uache dharau, uache kila kitu. Na zile pesa ambazo ulikuwa unadhulumia watu, lazima utazilipa kwake Yesu. Hakuanza kumhubiria, alivyoingia tu ndani mwake, kwa sababu ya furaha ile ya Yesu, haiambatani na uzurumati, haiambatani na kiburi, haiambatani na nini, na cheo chako wewe. Haiambatani na hivyo. Na ndio maana alianza kubadilisha maisha yake, akaanza kumpatia Yesu maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kusema, Bwana, mali zangu, baadhi ya mali zangu mimi ambazo niko nazo mimi, nitapatia maskini. Baadhi ya mali zangu mimi nitapatia. Wewe Mkristo, mali zako wewe unapatia nani? Unapatia nani? Kwa sababu ya mali zako unajawa na kiburi. Mkristo huyo unajawa na kila aina ya nani? Na wewe ambao usiokoka, basi mpokee kama jinsi alivyompokea nani? Alivyompokea Zakayo. Yesu Kristo alivyoingia ndani mwa Zakayo, na wewe pia mpokee Yesu, mtafute Yesu. Yesu ni kuamua. Yesu anahitaji uamue. Ukiamua tu kwake, atakukubali na utabadilika kimavazi, kimienendo, kitabia, dharau yako wewe, kila kitu utaacha. Mungu mwenye atakufundisha, Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu Kristo pale alikuwa na Roho Mtakatifu, alianza kumfundisha pale pale. Hivi ambavyo ulikuwa unafanya sio sawa, fanya hivi, fanya hivi. Na ndio maana Zakayo akaanza kutoa mali zake bila hata Yesu kufanya kitu chochote, kwa sababu aliingia ndani mwake, wakawa nakula pamoja naye, yani ukawa furahi moja ajabu ambayo yeye Zakayo hajawahi kuiona kamwe ndani ya maisha yake. Basi nasi pia wa Kristo tuwe na maisha hayo hayo ya kumpokea Yesu Kristo, tuwe na maisha hayo hayo ya kujua kwamba Yesu Kristo akiingia ndani mwetu lazima alete amani, furaha ya kudumu ya milele. Sio furaha eti watu wanafikiria kwamba wakisha kuwa na pesa nyingi ndio wanakuwa na furaha. Kumbe ndio mwanzo wa stress, ndio mwanzo wa chuki, ndio mwanzo wa kuzurumiana, ndio mwanzo wa kuwaziana vibaya. Pengine yeye ni mtu wa namna hii, yeye ni mtu wa namna hii. Basi Mungu hataki hivyo. Mungu hataki hivyo mpendo. Mungu hataki hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Zakayo alifanya hivyo ili mradi amfurahishe Mungu. Na Yesu Kristo akaona vile, alijibu neno fulani pale. Alijibu neno fulani pale. Neno ambalo alijibu Yesu Kristo ni hili. Neno ambalo Yesu Kristo alijibu ni hili. 9 yake akasema, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu,
kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Wokovu ukifika nyumbani mwako lazima ubadilishe vitu. Sio vitu vya mashetani vikae ndani mwako, hapana. Wokovu ukifika nyumbani mwako, labda sio wokovu, umemkubali kwa kinywa tu. Umemkubali Yesu Kristo kwa kinywa tu, lakini wokovu ukifika nyumbani mwako, wokovu kabisa, ule wokovu ukifika nyumbani mwako, ujua kwamba utabadilisha vitu. Na ndio maana Yesu Kristo hajaanza kusema naye, lakini akaanza kutoa vitu vyake vyote akawapatia maskini na vinginevyo, wale ambao waliweza kuwadhulumu akawarudishia mara 4. Zakayo alisema hivyo. Alafu Yesu Kristo akamwambia, kwa kuwa wokovu umeingia ndani humu. Yani aliona wokovu umeingia ndani humu. Mpendwa unanisikia, basi badilisha maisha yako. Badilisha mtazamo wako. Hata kama uko Mkristo sawa, hata wewe ambao uko katika dunia muda unadunda na dunia, unapenda uzinifu sana, unafanya mambo ya ajabu, basi ukimpokea Yesu, hayo yote yatadisapia. Hiyo hali ya kuwazawaza wanawake, ya kuwazawaza vitu ambavyo viko vya kimungu, hiyo vitadisapia, vitapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, badilika. Badilika. Hizi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za kufanya matengenezo. Ni nyakati za kufanya matengenezo. Yesu Kristo anakuita, anakupenda. Basi kwa kuwa umesikiliza video hii, kwa kweli basi subscribe na comment hapo chini, na Mungu akubariki ili watu wengine waweze kupata taarifa hizi, na ushare taarifa hizi kwa watu wengine ili waweze kupata wokovu kwa Kristo Yesu, ili tujue kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Mungu awabariki sana. Amina.